tired na hizo vitu za kushinda tukiambiwa whatever. Watu wa diaspora wakae na vitu zao. We are tired and we are grateful for what you have done. Thank you for creating awareness. I think now we can be okay, thank you, Apostle Mary. Thank you, Apostle Mary. Because we don't have time. I think we can tuongee kidogo, please. Okay, tuende kwa Okaro. Mimi, I say what I told you. Okaro, where come team diaspora? Okay, first of all, Okaro, away from team the guys Panisa Geoffrey a couple of guests. Okay, Okaro, come away team diaspora. Okay. What do you say about Lady Jacqueline? Okay, Lady Jacqueline ameishi London 30 years. Mimi nimeishi US 23 years. We know nothing about what is happening in Kenya. We have no right to start speaking up for you. Last week niliwaambia boycott Lady Jacqueline. Juzi I went up to her stage and I told her you are being umekuwa infiltrated na government because you people you've turned into establishment. Wakakataa. Na nikamwambia tena unatumika na government hapa wewe. Akakataa. Silo mmeona evidence. So do not, mimi acha niwaambie mtu yoyote wa diaspora hazi, they can be friends to you guys, they can be allies, they can support, but they cannot lead you for anything. Yeah. They cannot. Yeah, true. Okay, if you are aware here guys, you are not aware, we are doing public participation because Lady Jacqueline hata kutugongozea kama nini, because Lady Jacqueline anakaa UK, ametoka UK, amekaa hapa. So guys, if we kuja hapa, we have Roj. Roj, do you think Lady Jacqueline is fit to approach to lead us as a TikTokers? No, I do not agree with that. Kwanza kabla mimi ndio nimetangulia hapo umekuta nyuma. Okay, Geoffrey. Hamuna hata respect na mimi nimefika. Sorry Geoffrey, sikuwa naona Geoffrey. Okay, Geoffrey, go ahead and then Roj. Ninataka kuambia. Kwanza nataka niwatoanishe makosa wawili watatu. Kitu ya kwanza kutuweka outside of the country because tumeenda outside. Kutuambia tu watu tuko outside, so watu wako majuu hawafai kuongea kitu yoyote. Huyo ni Lady J, yeye ndiye anafaa kukomeshwa, but sio kusema wa Kenya na sisi ni watu wa abroad ndio tunatoa pesa. Sisi ndio tunachanga. Sasa ukiwaachilia, sisi zitapiga nduru. Tukiachilia kawaida zitapiga nduru. Guys, kwa nini unataka watu wa maju? Lady Jane amefanya makosa, hata mimi ndio nimekuja mbio, nimkemee, nifungize ukale simtumie pesa. Watu wa maju hata sisi tuko Kenya sisi ndio tunawasupport. Pastor ulikuwa hapa sio umeitwa Pastor Perez. Pole sana kwa kuongea hiyo kitu, but hata kama ni hasira, watu wa maju ndio wanatoa pesa 200 300. Hata hizi magari zinaenda kwa Kenya ni zetu. Kwa gari ya sisi nataka nikiingia Kenya ili bebe because my TikTok by votes maarifa usiponibeba wala mtatambua hiyo TikTok. Wacha tukuje kwa Lady J. Okay, how much is the bill? I pay. Okay, Lady J kuna kitu amekosa. Yeye naye amekosa, watu watamtoroka. What is it? Talk to me. Amebeki watu. Okay, thank you so much. Can you be able to pay your right time? It is high time. Okay. Just go ahead. Why do you think Lady J is fitable to represent us as a young TikTokers? Lady Jacqueline is using divide and rule. Atawatenganisha nyinyi wote pamoja na Wakikuyu. First of all, Wakikuyu, it is high time you open your eyes. Mimi ninaonanga hadi Githaiga anatumika huko kupeleka views. Githaiga did not even know that. Sijui kama mnalipwa. Githaiga, are you being paid? Githaiga ulilipwa? Unalipwanga kupeleka views huko Githaiga? Mimi kama lawyer wake naomba kujibu haraka ukiendelea. Yeah. Ni kweli aliwahi kumshawishi kidogo na kumtumia pesa ya soda Githaiga kujua kwamba ni kulipwa. Nikamwambia Githaiga, hiyo ni kukununua, usirudie tena. Ndio maana haonekani tena huko. Wanatumika, wanapeleka views huko, wanatumika kufanya hivi kuona Okay. Lawyer Githaiga kuna wakati Githaiga nani umeweka poll mapema guys. Poll umeweka mapema. Bado tuko past person. No, kindly delete the poll kwanza. Kindly moderator, weka Geoffrey big screen mali safi. Sina confidence kwa big screen.
Okay. Rochi, endelea, chukua mic, endelea. Salimia hapa, salimia kipenzi cha roho. Hi. This is important. Stop with the distraction. Pesa zote tunapeleka Kisii. Sio Kikuyu. Okay, guys, let us go ahead. Let us not lose it, guys. Let us go ahead. Okay, but let's paliza mtu mwingine, guys. We are about to vote for impeachment of Lady Jacqueline. We are about to vote for impeachment of Lady Jacqueline. Okay, boss, can you have something to say? Rochi alikuwa hajamaliza, mmemzuia kuongea. So tunataka tu focus na kitu, mrudisheni Rochi aongee then to focus. Drop you guys. Moderator, please cooperate, please. Aya, Miss Boko, hi. Hi. Can we help LJ? Because I want to help her. What happened? I just want to know. Ndio utasikia. Okari, tuna focus na mambo ya maana. Oh my. Okay, Miss Brown, sema. Nilikuwa nasema ni kuoppose, nilikuwa na oppose. Since tuko hapa, kuna matiktoka wakubwa. Hatutataka viongozi wengi. Kama ni president, tuwatafuta venye kutakuwa kuwekwa mapresident 4. Sisi wote tiktokers tuangalie, tu vote for one TikTok akuwe kiongozi wetu. Mtu hata kuja hapa aseme, nikuja hapa kama mission nianze kusema I will be your leader na mjanichagua. Hatutaki hiyo mambo. Kama ni kusimama, kama ni kura zipigwe, kama ni watu wale wako hapa Kenya. Mtu aseme Misha amesimama president, Malisavi yako president, mwingine yako president, TikTokers wao wenyewe waamue. Hakuna kusimama hivi ujiite president ama uapishwe. Tukue na kiongozi wetu, guys. Mambo inaenda kukua vizuri. Mnajua mwaka yenye inaenda. Hata kwa kila mtu anasema mimi niko kiongozi huku, mimi niko kiongozi huku. Tutafute kiongozi mmoja na kukue na committee. Hiyo president akuwe na committee yake, kukue na vice president. Ukisimama unasimama na mdogo wako. Kama ni Malisavi anasimama, anachukua Miss Brown kama mdogo yake. Vice president na president. Watu wote wajue, Kenya yote ivotiwe, tuite watu wa news, kila mtu kujulikane kuna TikTok president. Na huo mtu wote sisi wote tuende pale tumfollow, akuwe na followers wengi na akuwe na wale wa kumsaidia kama committee. Tusianze kusema hapa ati fulani ndio president, mimi ndio mkubwa, mimi ndio no. Lazima tukue na kiongozi mmoja na committee na wale wengine wataendelea na mambo. Okay, thank you so much. The participation was to how to if can be Lady Jackie can lead us. So that after hiyo tutaangalia what the way forward. Githaiga is here from Kikuyu, me is here from Mjaluoni, Geoffrey is here from Kisii, Kawira is here from Meru. But you guys ndio mtajua vile nafanya. To have Boscan, our visitor from Boscan, unakonga Mkenya? Niko hapa from Ukambani. Yeah, so we have a lot of people. Hapa tuko na kila tribe. Okay, Doro. Tuko hapa. Kubwa la majirani East Africa nzima nimekaa hapa. Okay. Doro, hi. Doro. Naomba mnipe mic. Huyo Doro amelala. Mmemshusha Rochi. Wacha tupe Boscan mic. Majirani, kabla ya yote akaunti yangu imebaniwa na mnifollow haraka sana tukisonga mbele. Jambo la kwanza, hakuna kitu ambacho kikiingilia pesa kitaendelea. Hakiwezi. Siku ambayo Lady Jacqueline alileta watu wa bodaboda akawalipa 500 na huyo DCIO, wakaenda wakavunja kanisa ya watu, wakashindwa kumsulubisha pasta ambaye ni mchafu, wakavunja kanisa. Hiyo ilikuwa ni kosa kubwa sana, kwa sababu ilikuwa ni kujenga fia kwa watu ili watu wamfuate chini ya maji, waanze kumpa pesa awachane na hii habari. Mkumbuke kwamba wiki kabla ya hayo mambo yote kulikuwa kuna chai ya huyu Njugu Karanga. Njugu Karanga akamtafuta Peter Kioi, akaenda kwa Kanyari, wakakutana kwa pamoja, wakakubaliana kwamba hii kesi yao, kwa sababu tumekunywa chai for 1 week, iweze kutolewa. Peter Kioi akalipwa 50k, Lady Jacqueline akalipwa 100k, ili kesi ya Njugu Karanga itolewe kabisa. Ndo baadaye wakatafuta hawa vijana. Ndo maana hii kesi ya hawa vijana ambao wamebakwa haitofika kokote, kwa sababu pia walilipwa kitu waende kwa Lady Jacqueline iwe kama kesi, mwisho wa siku kesi ya Njugu Karanga ipotee. So ina maana hapa watu wanatumika bila kujijua.
Majirani, ni kubaya. Na hapa mkisema mambo ya kuchagua si leader. Hiyo leader ndio mbaya. Inasababisha watu wanavimba vichwa. Kila mtu ni leader kwa kichwa yake. Sisi wa Kenya tuende tuchague wa Tanzania. Hakuna cha leader hapa. Order Geoffrey. Hapana. Funga mdomo. Siongee na wewe. Funga mdomo. Wewe cha upara. Funga mdomo. Ala, nimesema hakuna jambo la leader. Kila mmoja ni leader hapa kwa akili yake. Mali safi. Wewe ni leader, Githaiga ni leader. Kila mtu ni leader hapa. Hii mambo ya kumpa mtu madaraka mwisho wa siku anatupelekea atafuatia tumbo yake guys. Yes. Hapo ndo kubaya. Chukueni mic. Kumpe Githaiga. Hii mambo ya kumpea mtu ndio leader yetu, ataenda kufuatia tumbo yake. Let us say no for that. Ukisema pea mtu mamlaka, ati yeye amesimama, ataenda kufuatia tumbo yake. Let us join our hand together. When issue imetokea, we stand with our own. Because once you give someone power, because they stand here, there will not be any atutapata haki. Those people when they fight for their stomach. Thank you. Marisafi. Yeah. Habari zenyu wote. Mzuri sana. Hata mimi naungana na Boscan ya kwamba kusikue na kiongozi yoyote, kila mtu hapa akue leader. Cause unaona kama kila kitu kama already Jacqueline anaenda nikaa anaitwa kando, ana sabotage everything. Angalia story ya Triza Karango, angalia hii story ingine ya msichana mgani huyu akupeleka watu majuu. Anasema napiga simu moja I'll be back. Napiga simu moja I'll be back. Iyo akikuja hiyo back, mnasikia tu kitu yenye mlikuwa mna expect ni kitu ingine tofauti. Unakumbuka ile siku alituambia Karo anakuja. Alafu anasema huyu Karo sijui simu imezima. Sijui napiga simu. Kukakaa tena huyo Karo apatikana na hiyo story inakanyangiwa. So kila mtu hapa akue leader. Isikuwa ati kuna peano because kutakuwa tu na mtu mmoja anajifaidi mwenyewe. Thank you so much, Promise. Thank you so much, Promise. So tuendelee kwa Jen. Jen, hi. Jen. Yes, hi. Okay. Okay. Do you understand the matter? Yeah, I understand. Okay, go ahead. Na nimeona watu wamekimbia kuongea mambo ya leaders. Ni kama tumeachana na Kenya ilikuwa imefanya watu waingia hapa. Leo. Watu walikuwa wamejitolea sana, imekuwa #Occupy na sasa ni kama hiyo kitu imekanyangiwa chini, imeuma watu wengi, watu walikuwa wamejitolea. Hakuna venye tumewaingia parliament na it happen sasa kuwa hatuwezi fika kwa kanisa tufanye Kenya tulikuwa tumepanga kufanya leo. Una get? So venye imesemekana ati kwanza kuna tema ameingia live na akasema ati Pastor Moi amewafanyia nini leo hii wakati alikuwa live a few minutes ago, like 30 minutes ago. You know. Okay, thank you so much. I think guys, let us vote before what we end. Let us vote. Okay, the voting moderator Siluna Ethiopia. Siluna uko hapa? Mali safi ni pamoja niongee nitoke. Sijaongea. Okay, Kawira unataka kuongea ya mwisho. Kawira ndiye anaongea ya mwisho then we are voting. Niweke big screen niongee nitoke. Kuko hivi guys. Hakuna first of all, hakuna leader. Sisi wote ni ma leaders. Kama kuna kitu tunataka, kama tunataka kuenda kuongea na president asaidie youth. Sisi wote kama TikTokers tutakuwa tunaenda tunaongea. Hakuna mambo ya linda, wanaenda wanaongo kama hatujui. Sisi wote tutakuwa tunafanya hivyo. Kitu kingine, we need to occupy Lady J tonight. Leo account yake inafaa kuwa imebaniwa. Na hata tukimpata, tukijua mahali analala, tunapata pesa gani? Sasa wewe maneno utatupea hapa ni pesa tunakukujia Lady J. Kitu kingine, wenye wote wanaenda mafuasi wa Lady J pia hao we need to occupy them. They are working together to manipulate us na kututumia kama wajinga. Wafuasi wa Lady J tunawajua wote, tunawaoccupy. Nimemaliza, muitie ongea. Okay. Tukapa na haya mali safi. Nikwambie kitu. Unajua kuna victim? Unajua nimeletewa chai mpaka kwa mlango yangu. Huyo James
bibi yake first wife anakuja inasemekana wanamblock kwa nini? Inasemekana huyo James ni gay. Acha niweke screenshot hapo kwa nini? Kwa nini? Mtu anaekangaje screenshot? Enda kwa video utaona pale. Hujui kuweka enhance. Ingia enhance hapo kuna green screen. Ingia enhance. Ngoja. Acha niweke screenshot. Mtu sasa anafungua aje? Guys, mtu jui? Okay, nimeona mali safi. Na hapo Mwiti akiendelea kutafuta hiyo evidence, tukumbuke kwamba Kawera amesema kwamba na watu nana mute boss kan wamepigiwa. So hakuna mali safi. Huyu ni bibi ya huyo James. Unaona Kenya anasema? Unaona anasema aje? Nimemuuliza hi. Wewe ni bibi ya James mwenye akona Lady Jacqueline? Akaniambia yes, mimi ni first ex-wife. What is the secret that you are saying he is hiding? Anasema aje? James is a gay and nilijua time I was married to him for 8 good years. It was bad tulienda hadi home kukesi wa. Aya, mimi nakuambia hivi, na si huyo peke yake, mpaka huyo Pastor Ben. Let me tell you something mali safi. Hakuna kitu kama victim na hakuna kitu kama hiyo. These people walikuwa na have consensual sex. And I repeat, mpaka Pastor Ben K, huyo sijui Pastor Ben, ni mtu najua na ni mtu LGBTIA. Na ukitaka evidence, niko na evidence. Wewe cheka tu, hakuna mtu kama victim. Hawa wote watu watatu hao wote wanakuja sasa hivi wanalini. Ni attention wanatafuta tu. And that is wrong. Wanaharibia huyu Prophet K. Do you need those people walilipwa ndio wakuja andike statement? Si kulipwa, ni attention. Na ni pesa wanaona imeanza kuingia. Unajua Lady Jacqueline akipata victim anachangishia. Si unajua? So those people walikuja kwa sababu ya pesa. Sili pesa. Hiyo ilifanyika ili kupoteza ile kesi ya Njugu Karanga. Ndo wakaleta hii hawa vijana hawa. Na ni pesa. Ni pesa. Na mjue Sidi ameolewa na muisi nitawapea. Mambo ya kuolewa. Tuko hapo serious na hivyo cha kuolewa. Unasemaje? Mali safi na kuambia Lady Jacqueline akomboka kwa hiyo. Lady Jacqueline ameona historia ya victim inamuingishia pesa. Unaona kama nilikuwa kwa live yake anasema ati sijui tuchangishe rent for the victim, dakika kidogo victim ajakula tumchangishie anapata pesa na historia victim na historia nini. Hapa hakuna kitu kama kesi kwa hapa. These people are LGBTIA community. These are LGBTIA. Una passport ya kama mkundu yako nini? Hatuwezi ongea guok. Tunaongea kitu maana wewe. Kwani uko na wazimu? Kanyaga Mogaka huyo, akili yake hana. Peleka kama umechana jaba za huko Germany zimekuwa. Peleka huko. Sasa sitaongea kenye naongea ni kitu serious. Mama mzungu alikuwekelea mboro ya mdomo. Uwezi upati break leo. Alisahau kukuweka kwa nini kwa mkunduzi. Amekuwekea mdomo. Wewe nikombe wewe Geoffrey. Haya sasa nakwambia mali safi. Huyu Lady Jacqueline akomboka. Na hata hii unaona hii historia ya kunini? Unaona nini? Analipwa yeye anatoroka. Yana unaona sasa kama amelipwa na huyu pastor wa huyu huko nini ministry. Ulimwona akiuko ndani kwa kanisa. Imagine. Si amelipwa amechange tune. Nakwambia ni mboka ako nayo hapa. Anatutumia yeye sisi kwa mboka yake. Hakuna mambo ya leader na hakuna mambo ya didi. Acha nikwambie Lady Jacqueline, you are not a leader. Kwa hiyo koti yako bila akina Githaiga, bila akina Raf, na kuambia ufikishe hata wa 100. Yeah, that's Lady Jacqueline. Ufikishe watu 100. The real leaders wako hapa juu. That is the truth. Alikuwa kwa kanisa amejifungia huko.
Unaona, alikuwa kwa kanisa amejifungia. Alijifungia kwa kanisa leo, akatoka, akaanza kututusi. Akituambia ati Ruto must... Unasema Lady Jacqueline alikuwa huko na meeting na pastor. Alikuwa ndani kwa meeting na pastor. Sasa alikuwa anasema ati hiyo kanisa imesaidia watu vijana wengi asubuhi kwa nilikuwa kwa live yake. Sasa alikuwa anasema hiyo kanisa, ati hiyo kanisa yenye watu walikuwa wanasema wanaenda kunini. Sasa alikuwa anasema ati inasaidia watu. Amechange tune kwa nini? After kumita au nini? India watu. Au pastor. Mimi nakwambia Malichiedha huyo Lady Jacqueline akomboka kwa hii app na ana nini? Na huyo ni mkora, hakuna hata mtu ni victim, hakuna mtu victim ako hapo. Ati sijui victim, ati sijui lawyer, changieni lawyer ati nini. Nakwambia hiyo ni pesa mnatumia. Ni pesa mnatumia. Hao watu ni LGBTI community. Prophet K, Pastor Ben, James wanajuana. Wache kuharibia mtu mwingine, wache kugeuzia mtu mwingine saa hii. Pastor Ben mpaka hapa TikTok. Si kuna vijana walikuja wakasema walimumunye hiyo Pastor Ben na Pastor K pamoja. Unajua hata Pastor Ben na Prophet huyo nini? Si ni maborom. Walikulana aje na wote wale ni maborom. Ni kama Joffrey. Kwani waliguzanisha na nini? Mkunduthe. They are borom. So walikulwa, anasema aje ni nini? Na pastor Prophet K si ni si malele. Unaelewa kile anasema walisafi. Kwani umechanganyika? Upo bado umeshikanisha area. Niko, silika wanasema ni kama Joffrey, yani ni mboro na mboro. No, ni huko kwingine, di borom na borom. Di borom na borom, si nini? Si mboro, borom. Borom na borom. Yani wako type moja. Ya, ni side moja, wako side moja, wawezi nini? Wawezi kulana. Wawezi nini? Sasa nakuambia ini wanakuja kuharibia prophet. And guys, by the way, I'm telling you the truth. So mimi on my end mwiti naona kama hao mapasa wanaonea pasa wenzao wivu na ndio wote wamepata opportunity ya kushine. Unaelewa? Ni opportunity, hakuna victim ako hapo, ni watu because kama kulikuwa na victim so angeenda waandike statement kitambo. Mwiti Lady J was here, alikuwa tafuta Lady J was here, alikuwa taka ku arrest pastor, alikosa victim kwenda kuandika statement. Unaona, kwa nini uendi kuandika statement? Nakwambia ni attention, na wameona sasa Lady Jacqueline akomboka, anawapea pesa. Sasa unaona sasa hawezi acha. Wataendelea kupush agenda ya Prophet K kabisa, na hakuna ni kitu wanajuana, wanaelewana. Mpaka hata kuna mavijana hapa wawili walikuja kaniambia, Mwiti, mimi nimekula huyo prophet na nipote wawili pamoja. Rafiki yangu. Sinaweza kuitia yeye ukitaka. This is business. Hata story ya Karango. Hata story ya Karango. Wanalipwa, wana change tune. Wanalipwa kesho, wana change tune. Kwa nadhani ni nini? Hii ni biashara Lady Jacqueline ako nayo hapa. Hakuna nini. Wewe Lady Jacqueline, you are our leader. You are nobody's leader. Lady Jacqueline. Our leader is Joffrey. Hakuna hawezi pata na 500. Leader wetu ni Joffrey, comedian. Alafu na bibi yake Cindy. Cindy unapiga kelele because ya huku changiwa. No, Leader wetu ni Joffrey na bibi yake Cindy. Mimi hao wengine siwajui. Huyo leader anasema ni leader mgani? Leader wa koti gani? Nashanga hayo machache, acha ni nyamazi wengine waongee. Haya, so guys, we have to vote again to impeach Lady Jacqueline. So guys, moderator, ebueka nini impeachment poll hapo. So guys, tunapitch mara mbili. Tunapitch kusalimia Lady Jacqueline na kuimpeach Lady Jacqueline. So tuanze na kuimpeach Lady, tuanze kwa kuimpeach Lady, kusalimia Lady Jacqueline. The poll is there. Vote. The poll is there up. Lady Jacqueline must go.
Jacqueline must go. Jacqueline must go. Tialala. 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 Hivyo ndio Go Lady to Joe the ameisha crumble. jamani. There is Lady no Joe ameisha court. vibaya. There is no court. Vibaya No sana. court. So vote guys, vote. Ngoja kabla kuna mwanaume ananiambia ati ananiuliza kama niko na mboro. Sikuje uone Mkundui. Kuna mwanaume ananiandikia hapo chini ati kwa butiko na mboro kweli. Sikuje uione Mkundui. So let's vote. Hii ya kwanza kuimpeach Lady Jacqueline. Ya pili tunasalimia Lady Jacqueline au tumsalimii? Reject Lady Jacqueline. Poli jaisha. Nani, only 1,000 people are voting. Hapa hivi juu ya host, hiyo kitabu yenye iko na numbers. We are 7,000 and only like 1,200 people have voted. Hapa juu ya host, saizi iko kwa 3 minutes and 48. Click that. That's what you need to click that. And vote. Okay, wewe explain vile wanavoto Kalo. Yeah, sasa yes yes if you want her gone and no if you want her to stay. Only 1,300 people have done it. So can you click it? Unajua mlikuwa mnaangalia hizi polls hapa chini. Saizi iko kwa 3 minutes and 25 seconds. It's on top of the host. It's a blue book with a check mark. Okay, yes. Okay, let's go guys, let's go. What to vote? So guys, hapo top kuna just press there. Press there, vote. Problem mama ali safi nakange. Moral code peke chai. Niyo duani gimana maro chipin. Okurupe ni uwe kini code. Iwe na code man Lady Jacqueline. Mnatusengenya tukisikia. Wacha ni watoe. Funge ma. Iko wapi? Iko kwa Ni King Master. Master juu. Mnatusengenya tukiwa hapa. Guys, let's vote. Guys, let's vote. Wananisengenya na andiko. Kolona anarombana hata hana kazi. 3,000 is already voting. Guys, let's vote. Let's vote, guys. Guys, watu ukarepu mwambie vile wana vote. Upper on top of the host, there's a blue and white book with a check mark. Click that. There's 7,000 of you. All you have to do is either say yes or no. That's all you have to do. At Mtumi Gift is just participation. Okay? TikTok is for all of us. Hata nyinyi mnaangalia. Hebu ambie na Kiswahili. Si unasema Kiswahili hiyo kitabu ya blue and white yenye imewekwa tick iko hapo juu ya host. Saizi nasema 1 minute and 46 seconds. 43 seconds. Unaona hiyo? Sisi wote ni TikTokers. So sisi wote to participate tafadhali. Yeah. Guys, vote yes. Watu wa yes. Tufike giritano. Vote to impeach this woman. Vote to impeach. Impeach Redeshetha. Akae huko. Impeach Redeshetha. Redeshetha must go. Yote yawezekana. Bila Jacqueline. Yawezekana. Bila Jacqueline. Vote. Kura. Lady Jacqueline tunarudisha kwao. Lady Jacqueline anarudi UK afanye huko. Twende naro, vote. Thank you Vic. Twende naro guys. Kila mtu impeach Lady Jacqueline. She must go. Yote yawezekana. Yote yawe. Hapa juu ya host, juu ya mali safi, kuna kakitu kana count. Tumebakia 50 seconds. Click that, utaona yes na no. Twende naro. Tuna impeach Black Mirror. Tuna impeach Mwisi. Tuna impeach Mkora. Tuna impeach Insider. Tuna impeach mtu ambaye anapenda ya wenyewe kuliko yake. Tuna impeach Tubo Lisiroshiba. Tuna impeach Mustahiki Mea. Tuna impeach Lady Jacqueline. Yeye ndio tuna impeach guys. Operation Odoa Mustahiki Mea. Bas, twende naro. Nani waulize juu tunamwimpeach. Sasa tutakuwa tunaenda wapi kotini? Na vile ilikuwa tamu. Hebu kabla tumwimpeach Bongo Jeni niulize. Na vile ile akicha zake zikakuwa tamu kama huko. Okay, what are the results? Guys, the result. Okay, nani atatusomea result? Gidhage tusomea result. Ana drop mwiti.
Mimi sijaona Githaiga tusomee result. Wacheni kudrop Muiti shwali. Yeah, nani drop Muiti guys? Muregeze. Anatoa maoni. Muregeze ni maoni yake. I can't see the result. The result is here. Mimi naiona. Soma. Okay, the result is voting what wame vote out from 7,000 people. When you wame vote yes. Okay, voting when you wame vote water. So this is the voting about impeaching Lady Jacqueline to be a leader on this platform. To be a leader or to kuwa na cases on this platform. Okay, what wame vote here ni 4,144. And yes, 89.55%. No is 10.45. So Lady Jacqueline has been impeached. Aya, tutarudi kwa round ya pili. Impeach. Wacha tu celebrate wewe. Impeach. So, okay, this is the result. Let me repeat the result again. People want to look at 4,000 people. What we may vote is 4,142. And what we may vote yes to impeach Lady Jacqueline is 89.55%. When what we may say no is 10.45%. So Lady Jacqueline is officially impeached atakuwa leaders kwa hii platform. Aya, let's celebrating alafu tunaenda kwa nini yangine. Do we salimia Lady Jacqueline yes or no? So to celebrate kwanza Githaiga ndio tuchaende kwa hiyo ingine. Naomba kuimba nyimbo yake. Alikuwa na microphone. Okay, iba. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe mpenzi. Asante. Yote yawezekana. Bila Jacqueline lete yawezekana. Oh, bila Lady J. Yote yawezekana. Ametulipia pesa Lady Jacqueline, amekojoa kwa kasuku Lady Jacqueline, ametutesea watu Lady Jacqueline. Tunataka voting ya pili guys. Should we salimia Lady Jacqueline yes or no? Moderator, weka poll. Do you salimia moderator, weka poll and then nani? And then Ukaro atakwambia how to vote. Tumasalimia Lady Jacqueline, the vote is there. Let's continue. Okay, the poll is there. Inasema 4 minutes and 53 seconds, 51 seconds. Ni blue and white. Na iko na tick ya blue. So click that and vote. Vote the way you want. Hapo hivyo, vote hapo hivyo juu. It's on top of the host. So click it. There's 7,000 of us. Last time ilikuwa tu watu 4,000 wame vote. So now we need to see more people voting. All you're doing is clicking and voting. Okay? Click that blue and white. Hata Raila alipigiwa kura akusipata nonsense. Thank you. Wacharuo na wivu kwa mcharuo mwenzako una akili atokaro. Uko na akili. Kiko Raila ndio aliibiwa because mko watia. Geoffrey wachana Okaro. Geoffrey, you wanna mute you or drop you? Geoffrey, kila mtu ako na haki ya kutoa maoni yake. Alafu kwa nini mmedrop? Okaro siwajibu wachana naye, huyo ni mwema. Asidropiwe jameni. Msimdrop guys. Hakuna right ya kusema yake. Uko na right. Kila mtu ako na right ya kuvote. Msidrop leo. Guys, twende naro team yes, team Violence kanyaga. Violence no apology kanyaga. Washa mimi nifanyie side yangu campaign. Team Violence kanyaga yes. Kanyaga times 10. Kanyaga times 10. Bado kura nai. Bado tuko 90%, nataka tushide na 95. Kanyaga. Team Kanyaga yes. Anatubeba aje kama gunia samaka. Kanyaga tumevote watu 2,700. Guys, still vote. Iko hapa juu, the poll imebakia 3 minutes. Team Violence Kanyaga. Simpandishe Truth Watchdog naye atetetu. Guys, mpandishe Truth Watchdog guys. Ama amedropiwa. Guys, Violence Kanyaga.
Hakuna huruma ni estate. Kanyaga hiyo yes. Kanyaga hiyo yes. Thank you. TW nimesikia umeibiwa simu kwa maandamano ya kijinga. Umepata? Okay. Nimeibiwa simu, hiyo ni ukweli, si jokes. Ala. Lady Jackie hakulipa hiyo. Niambie kitu ime happen eh? What happened? Asa alituambia tuna occupy leo, si ndio? Sisi tukajua tuna occupy leo na tukagadha watu. Kwa church by saa 3 mimi nilikuwa nishafika na nimekaa mbele, kiti cha mbele. Lady Jacqueline came in vizuri tu kabisa, ikakuwa ni kama sasa wewe tulia, umeshiba nini kula ugali, acha kunisumbua. So, ongeza kidogo. Poleni, napatia watoto chakula. So sisi tumekaa hapo tumetulia, tukapata ma DCI kwanza plain uniform. Nikawa walikuwa wameambiwa tunakuja. Kuna TikToker fulani hapa ameshikwa hata hajatoa simu. Hiyo ndio tulijua hapa ni kubaya. We sat. Tunashuka over sudden ati kuna interviews inaendelea, ati pastor ni mzuri. Ile chacha hata hitaji hata 10 million. Chacha hitaji hata 1 million my friends. Hiyo chacha iko fiti, sijui wanapeana pesa ya nini. Kidogo sijui the church is okay, kila kitu iko poa. Sasa tunashindwa tukao tumekuja kuoccupy nini basi kama church iko sawa. Let me ask you a question. Okay, Lady Jacqueline, did Lady Jacqueline have meeting na pastor before atoe interview? Yana tuambia ati alilokiwa kwa room fulani hapa na mapolisi akakuwa interrogated. Yes, si polisi. Si polisi. Sisi hatukuona. Yes, aliitwa interview. Okay, Truth Dog, your boss Lady Jacqueline, uko na hakika maybe aliongea na mapasta akawekwa meeting akapewa kitu? Yes, mimi niko na uhakika. Yes. Mimi sina uhakika sababu sikuona, lakini alituambia alikuwa kwa amepewa bahasha ya Brown. Amepewa bahasha ya Brown ziko na 15,000 ndani. Alirauka kwa hiyo kanisa 6. Alianza kuongeleshwa kutoka Saturday, kutoka Friday I mean. Alianza kuingizwa box Friday Lady Jacqueline. Alianza kuingizwa box Friday. Hadi leo kwenda hapo church amepewa bahasha ya Brown. Amini. Wewe mimi nasema mambo yenye mimi nimetoka kwa There was a meeting. The truth is